Nauliza uliza kuhusu khushu. khushui. Khushu. Khushu'. Ukiwa waswali. Naam. Huna khushu ya kutosha. Huna khushu ya kutosha, ilo nayo kidogo. Ingeza. Yani mara ingia mara toka, mara ushajisahau wapi, yani wafikiria mambo mengine. Weka hapa nawe ucha. Wazungumza mambo mengi, yani akili yako ya kunene ya nena na wewe ndani ya swala. Naam. Mara saa nyingine hujui raka ngapi, ufanye nini na takusaidia sasa. Ufanye nini na pia hii system ikiwa ya oka, yani yatokea kila kamara, ushaona hukumu yake nini? Tumefahamu swala lake huyu, ingaye mwenye utetema ana khushui mpaka kwenye kuuliza. Asema ikiwa wewe huna khushui kwenye swala, kwanza khushui ni nini? Manake tusiseme mtu hana, kumbe haisikamwe hicho ambacho hana ni nini, mpaka ujijue kwamba wewe unayo au huna. Khushui ni nini? Khushui ni hudhurul qalbi, ni moyo wako, concentration yako iweko ndani ya swala. Wa sukunul jawarihi, hii ni kwa ufupi, na viungo viwe vime nini, vimetulia. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona mtu swali, mara kuna huku mara kuna huku, akasema lau khasha'a qalbu hadha la sakanat jawarihu, lau moyo wake ungekuwa na khushui ingekuwa hajikuni. Unajua saa nyingine wewe twendeni ukweli, mimi upenda sana kwenda kwa mifano. Unaweza waangalia mpira kwa wapenda mpira, waangalia kipindi kwa waangaliao. Pale ulipokaa kuna kunguni, kuna nambu, ngoma mbili zimepambana, zikawa hukuma kweli kweli, lakini wewe kwa kuwa uko kwenye, na hasa pengine umefungwa unataka kukomboa, huona sasa mbu hukula, wewe habari huna, habari ule unayo ilikuwa wapi? Sasa simu huita huisikii, kengele hupigwa huisikii, kwa mashikio, mato, moyo wote uko kwenye nini? TV. Ni kweli si kweli? Sasa ile ndio inaitwa khushui. Sio wewe ukiswali mbu akikupita tu naye umeanguka naye. Lakini kule kwenye mipira mpaka ukitoka kuna mbu kweli, inshallah wana malaria. Ulikuwa wapi wewe? Umewatia sadaka? Alikuwa kwenye nini huyu? Khushui. Tumefahamu khushui hapa? Tumefahamu khushui sasa? Haya, sasa tuje hapa swali. Mimi huswali mara sijui nimesoma. Kwanza elewa ndugu yangu, siku ukiswali ukawa na khushui mwanzo mpaka mwisho, tia mushkili. Yaani shetani akuate tu lillahi taala, yeye iswalie tu. Shetani huyo hayaumbwa. Shetani atoe sadaka ofa yeo, wewe swali mwanzo mpaka mwisho, usifikirie hili, usiwaze hili. Yes, huyo umekuwa walimu. Hata sisi manake kukwambia umekuwa mtume haiwezekani, lakini umewapita mawali wiki. Yaani shetani akuatie tu ofa, wewe leo swali mwanzo mpaka mwisho, sikumbuke chochote, usiwaze lolote, wala usitafishika. Lazima shetani atakufanya nini? Kwa sababu Mtume SAW sallam asema kuna shetani maalumu Mungu amemuumba, yeye kazi yake ni kushawishi watu ndani ya swala. Wajua shetani mwanzo kutafuta kwenye udhu. Sikizeni kwa makini hapa. Shetani stage ya kwanza atakutafuta wewe kwenye nini? Na tukua kaida. Na kama wataka kuhakikisha haya ninayokuambia mimi, si tuna swala alasiri? Kama una udhu sawa, kama huna, angalia namna unavyotawadha ndivyo utakavyoswali. Tukua kaida hii. Ukitawadha moyo wako nao wazungumza, na ndio kaona tukitawadha si sunna kujibu muadhini, si sunna kujibu salamu, kwa sababu yataka concentration yako yote yuko kwenye nini? Yaani kuwa kama ule mtu wa Kikwetu kule. Siku moja kuna mtu wa Kikwetu alikuwa akitawadha,
Basi akaja mtu akamwambia salamu alaykum, ule bwana endelea kutawadha. Salamu alaykum, ule endelea kutawadha. Ule akamwisha kumaliza, bosi wewe umekuwa duko? Akamwambia kwanza wewe ulipokuwa tongo. Wewe unaona mimi utawadha salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Si usubiri. Umefahamu? Sasa wewe unapotawadha spidi ni ile ile itakakuchukua kwenye kufanya nini? Ukitawadha huko uwazahili kwa tawadha, jana wallahi coach angetia mapema ule tungepata 2-3. Huku utakomboa kaswa. Lakini ukitawadha ikiwa hamu yako wewe yafikiria ibada, mimi kwa nini naosha uso? Kwa sababu naenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Huu uso watakiwa usafishwe, kwa sababu ulitazama matunda siku ile. Siku Mungu alipomwambia babetu Adamu usitazame, Adamu akautazama. Mikono ikaenda ikashika, miguu ikatembea kwenda, kitu akikafikiria hili tundoonyesha tamu, ndio kaambiwa uzioshe hizi viungo. Sasa mimi naenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu, nataka hivi viungo vyangu viwe nini? Clean, safi. Usisafishe kisawasawa. Usipozungumza moyo wako kwenye kutawadha, hautozungumza moyo wako kwenye mambo. Ukiwa utaimba swala au tunge nyimbo, utakwenda kuimba ndani ya swala. Yake kuna watu wakiingia kwenye swala, hupanga, huwa na nidhamu, huwa yani aweza kukwambia bwana, leo imamu akuswali raka 3. Kwa nini? Mimi sijafika Lamu, niko wito. Mimi kawaida raka 3 hutoka wito, raka 4 niko jeti. Yeo ni baada tuko wito pale, hununua labania, usikia salamu alaykum wa rahmatullah, salam, maana yake huyo hayafika. Yake kuna watu wakiingia kwenye swala mipango yote husimama mbele yao. Sasa khushui ni kuhu. Sasa mimi nikiingia kwenye swala mara moja kuwa kama dereva, ule dereva akiendesha gari, saa nyingine ile gari huweza kuwa ina upungufu, wanahitaji sijui ile matairi uvuta upande mmoja, wheeling alignment. Sasa ile gari maiona yavuta upande wa kushoto, utasema hii gari wanaitanisumbua sana, atavuta bwana. Itakutoa. Ikikuvuta wewe fanya nini? Mpaka upige salamu, mpaka ufike. Au kuna mahala utachoka, useme bwana mmechoka sana kuiregesha. Sasa yao iate tu utaona uko kikoani. Sasa sisi ni upande gani? Ni waself halwa au ni kule? Utajikuta tu tayari umefika huko, shauri yako. Sasa ndio wewe, kila shetani na Mtume sasa anasema anapohisi mmoja wenu afanye upande wa kushoto, yani hivyo. Sasa kisha usemaje? Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Huu ni Mtume anafundisha tufanye haya ndani ya, maana yake shetani ndani ya swala lazima afanye nini? Aje. Ila hii dua ukaileta wakati wa kutawadha, kisha rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Usiniambie niandikie, andika mwenyewe. Taweza mimi nitoe niandike, kisha kabla hujaswali ukasoma qul a'udhu bi rabbin nas malikin ilahin mpaka mwisho. Itakusaidia, angalau itakusaidia. Ule shetani atakuwa huja kuya, lakini wewe mwenyewe wakati wa kutawadha ni hayo majaku. Sasa ule shetani ndio ukuvamia haswa. Tumefahamu nafikiri hapa, na Mungu atusaidie. Yaani angalia, si tuswalini, tumuombeni Mungu, tujitahidini. Sisi tuswalini na huku tujitahidi, lakini kikubwa kinachotusaidia halali. Ukila halali utaswali swala kwa makini, ukila haramu utaswali swala. Mungu hakupi tumanina katika ibada. Kwa wewe ni mlaji haramu, si wewe, yani sikuhutubu wewe unaniambia ule, mbona mnaniambia mimi namna hiyo? Yani mtu yoyote kiwa mlaji wa haramu, Mungu hakupi tumanina katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam asemaje? Al-ithmu riba, dhambi ni wasiwasi, ni hakuna anayekuwa na dhambi akawa na peace of mind. Hakuna.
Tumefahamu ha?